Benny Blanco from the Bronx, Carbon White. I am right back with another football video, and yes, we are recapping the SportPesa Premier League over the weekend, and of course today, as at the time of recording, this is Tuesday evening, and we have just finished up with Nairobi United facing off against Bandari at the Dandora Stadium. The game has ended in a 3-1 win for the Nai Boys. Yeah, remember that the Nai Boys are the ones who will be representing Kenya on the continent, the CAF Confederations Cup, and they have been paired with the likes of Wydad Casablanca, Azam, and I don't recall the third one, but it's supposed to be a Congolese team. Yeah, so we hope that they are going to represent us well. But as for the Kenya Premier League match that has just ended, yes, there's a video that I did. Did I do that video, or it was just some random conversation I was having with my brother about the new coach for Bandari FC? And I didn't see probably the hype in him becoming the coach of Bandari Football Club, and I just thought with how he's moving and the kind of changes that he's bringing into the team, that he's causing disharmony to the team, and they're going to struggle into this league, and they haven't picked up any win. Have you ever heard something about moving in silence or keeping things private? You wouldn't even realize that there are no good results that are coming up from the coast of boys. Yeah, so they have drawn 2 and lost 1 since he came in. Those are 2 points out of a possible 9. Yeah, and it is quite interesting that with the hype that he was coming in, and for the reasons that Bandari were firing Ken, it seemed a bit rash, and I don't know if it was a decision that was well informed to bring in this coach, or having even to sack Ken Odhiambo for that matter. Yeah, so there was something I saw the Nai Boys posting in their. I saw the Nai Boys posting in their Instagram page, which was that they can keep their Swahili in Mombasa, and that the Nai Boys will take the 3 points for that matter. So I don't know. Would you rather the Swahili or the 3 points? Yeah, so I wanted us to make a call. I don't know if he'll pick up, and then we see what he has to say about this matchup. I'm calling my brother Webu, so that tuone akona maoni yepi kuhusu mchuano uliokwisha kati ya Nairobi United na Bandari. Oya. Halo, mambo vipi? Niambie. Mimi niko fiti. Niko kwa hali ya recording ya outcomes za SportPesa Premier League. Na udadisi wako unahitajika hapa. Timu ya kutoka huko kwenyu Mombasa, Bandari FC, imechabangwa mabao 3-1 dhidi ya Nairobi United. Yeah. What do you have to say? Ilikuwa tu inaonekana. As in unajua, hii timu yangu imekuwa na back-to-back matches. Walicheza weekend, alafu sasa tena wamecheza leo. Hiyo ilikuwa the scheduled match. So kwa kwangi na history poa ya kucheza back-to-back. Alafu pia hiyo squad bit is very thin. Venye tu nilikuwa tunakuambia kutoka mwanzo. As in recruitment yenye ilifanyika ya hiyo team, it is very 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 thin. Then ukiangalia hiyo team saa hii na uangalie Bandari ya
2020 2022 hakuna difference, same name. Mbona umeenda mbali 2022? Sasa si hizo jina tu ziko hapo ndo zilikuwa tu zinaongea huko nyuma 2022. Oh, like hakuna progress. Hakuna progress. Unaona watu walitoka wakarudi, yani unaona. So hiyo for me I'd attribute it to bad recruitment. Na hizo results itabidi tu tumezizoea hivyo, zitakuwa tu forthcoming hivyo mpaka team ijel poa. But Nairobi United hiyo how they performed kwa confederations, ndo wakaingia group stage, alafu kwa group stage alafu pesa ikamwagika huko, alafu pia venye wakina Sakaja iliwa motivate. Sasa hata even before tuongelele na Nairobi United, tumalizane tu na Bandari alafu tuingililie Nairobi. Unakumbuka there was a time nilikuwa nakwambia huyu coach kidogo na mshuku, hata vibes anapeana anakaa tu TV itakuwa ni kilio, na tangu aingie games 3 amepata points 2 out of a possible 9. Amedraw 2. Alafu unakumbuka ukisema story ya ati wase wa youth wameingizwa, youth team wameingizwa kwa main, watu wa main wakashushwa, na nilikuwa ninasema to the effect that ina cause disharmony to the team. Unaona ni kama decisions zake ndio zina cost team. Unajua it is still ako 3 games sahizi ndio. 3 games in. Zile zenye alidraw na squad yenye ako nayo, I'd give him ile inaitwa benefit of the doubt. But in terms of overall play, some of the decisions zenye amemake ni wanting, kwa sababu kaa leo unapata ameweka Lewisopio keeper, na ule Alain Geleka amekuwa outstanding. In fact is among the best goalkeepers kwa league at the moment. Yeye ndo wako na most clean sheets, alafu pia save percentage yake iko juu, as in everything about him iko high. Iko high, everything about him iko very high. So at the end of the day, ukipata venye amemdrop, alafu sasa amekuja ameingiza other new ameingiza kina Abdallah Hassan on the fold. Now no longer when kwa tumezoea they begin on the bench. So in terms of how Ali set up team leo, it wasn't the strongest squad yenye ali put forward. But ball ni ball inakuanga hivyo. You have to, especially when you are a new coach, just have to experiment your first few games, which one is the strongest team, which one is not. So hiyo outcome yenye imetokea, unajua nile yenye we are not always setting up for a loss. We are always setting up for a win. So na kaliba ya venye Bandari iko, hiyo ilikuwa tu watu walikuwa na expect to be an easy win. But wameonyeshwa otherwise, so they have to go back to the drawing board, and they have to go at it again. Juu sasa pia unaona like Sato alicheza na Marashuga na wakatoka nil, so striking department kidogo. Ngoja kwanza hata nikuambie. Unaona sijuangi issue inaonga nini na Wendo. Timu yoyote yenye inaendanga pale bana Marashuga, kutoka na point inakuanga ngumu sana. Na ni sisi tunaenda huko next pale kutoka na point pale inakuanga ngumu. Hata gori kienda huko nasikia ina draw ama inapigwa. I don't know what happens there, but kutoka na point pale huko ngumu. Hadi hata hiyo game my prediction ilikuwa tu draw, and any outcome ilitoka ilikuwa hiyo draw. Okay. So alafu sasa it was a hard fought game. Alafu sasa pia unajua watu fatigue. Unajua problem ya Bandari, it is the team that travels the most. Alafu sasa umekuja umewapatia games back to back,
na zote ziko, moja wametoka Awendo, alafu wengine warudi Nairobi. Yani unaona, yani wako on the move. Walitoka Mombasa wakienda Awendo, alafu watoke Awendo warudi Nairobi, ndio watoke Nairobi sasa warudi Mombasa. Wako na home game hii weekend. Unaona, so kuna hiyo fatigue ita setting. Okay. But yeah, acha positives zenye tumeona hapo hivi, hiyo defensive ikijel vizuri, hiyo ya Andrew Juma na Sharif Majabe, alafu nao ma right back ikijel tu vizuri, watakuwa sawa, alafu wa sort out mambo ya midfield. Okay. They'll be with that squad, they can fight for a top 5. Aya, so sasa tukiingilia Nairobi United, Prince Machaka na Shami wameskoria Nairobi United. Wako, I think their record isn't that bad, but it's also not good considering pia walinyoroshwa na Sofapaka pia vile inafaa. Walinyoroshwa venye inafaa 3-0. So what do you make of Nairobi United, our only representative kwa CAF this season? Nairobi United needed a response kwa sababu huwezi ngoja hizi preliminaries za CAF, yani group stage mkianza sahi venye walipiga Esperance de Tunis. Obviously teams ziko, hii team is a serious, because you know what happens when we play against the Arabs. Hapo inaonga tu ukipewa tu team ya kutoka huko juu hapa kwa qualifiers, unajuanga that is the end of the road for you. Kwanza inaonga tu adios muchachos. Kwanza Tusker imereceive sana. Lakini unaona sasa inaonga tu adios muchachos. Unaona sasa. So hao walikuja waka perform well at home na wakaenda huko away. Na hiyo study venye ilikuwa imejaa. Wacha tu, and they managed to produce that performance hata kama walipigwa huko 2-0 ikakuwa aggregate 2-2. So they managed to qualify for the group stage. Alafu sasa ni debutant. Sasa unajua out hiyo group yao, hata ukiona hiyo group yao yenye kona Azam kona nini, wanataka kujua hii team iko aje. Alafu kuja kwa ligi wanapigwa na team Sofapaka tena vibaya hivyo 3-0. Yeah, they needed a response, and today's response, it's a good response kwa sababu pia wapiga team ndogo, wamepiga team iko na pedigree, unaona, iko na nyama. Ile yenye wamepiga watu wasema it's a convincing win. Alafu mind you huyo Enoch Machaka alitoka Bandari, so he scored against them. Unajua alitoka Bandari akaenda hiyo Nairobi United ikiwa NSL. Like jamaa aliamua tu acha niende tu nicheze NSL. That season they failed to qualify they failed to be promoted to the league. Alafu kwa we go again, sasa last season ndio hiyo akamaliza on top. Alafu ndio hiyo tena wameshinda hiyo wakashinda Shield Cup. So with the balance of the squad, hiyo Nairobi United balance ya squad hiyo Nairobi United iko poa sana. Iko na talents, wale wenye wako na experience ya Premier League, alafu pia iko na wale upcoming wenye iko poa, imebalance poa. So they needed a response, and that response was good. Okay. Sawa. So the Nairobi United takes the day for this particular one. Nilikuwa nimeambia watu hapa kuna post wameweka, I think nitashare kwa nini, wame caption ati they can have their Swahili, we take the points. Yeah, they can have their Swahili, we take the points. Alafu kuna hii kitu tunaita SportPesa Banter. Hiyo inaitwa SportPesa Banter. Hiyo inaitwa SportPesa Banter. Ukiangalia bottom of the table, we have very tight security. Ulinzi, APS Bomet na Kenya Police. APS Bomet na Kenya Police. Sasa hao ndo wanatu represent huko down. We have a strong foundation.
Sasa unakuja unapata hao ndo wanaturepresent huko chini. Sasa watu wanasema kuingia kwa hiyo ligi ni ngumu unless uingilie huko juu. Lakini ukianzia huko chini unapata security iko tight. Yani that is the best banter yenye happen so far. During the weekend. So but sasa as you all can gather, Bandari imechapwa na Nairobi United in Nairobi. That was the battle of two cities. So Nairobi United had to make sure that Mombasa doesn't come and spoil the party in Nairobi. Yeah, so that's it for that match.